Wiki hii kumekuwa na gumzo kali kwenye mitandao ya kijamii na pia kwenye bunge la kitaifa kuhusiana na jambo la shirika la utangazaji la BBC kufanya video kali tena sana inayojulikana kama The Blind Parliament, ambako walikuwa wameangazia matukio na mambo ambayo yalitokea wakati kulipokuwa na maandamano ya Gen Z, ambako tuliona mambo mengi yakifanyika pale na pia zaidi tukaona vijana wakiuliwa pale na wengine kujeruhiwa kutokana na yale mambo ambayo yalikuwa yanaendelea hiyo siku. Na ni kwamba kwenye hile video tuliona wakijaribu kueleza jinsi ambavyo vijana waliuliwa pale, na tukaona askari kadha sura zao zikionyeshwa na wengine kutajwa kwamba walikuwa wametoka katika kikosi cha wanajeshi wa nchi ya Kenya, jambo ambalo kidogo walikuthibitishwa ni kweli kama ni wanajeshi ama ilikuwa namna gani. Lakini kidogo kulingana na video hili wanajaribu kuonyesha jinsi ambavyo uwezekano wa yule ambaye alikuwa pale yule askari ambaye alikuwa pale ndiye aliweza kuua huyu, ndiye aliweza kuua huyu na mambo kama yale. Walikuwa wanajaribu kuonyesha different angles of the camera na pia zaidi kujaribu kuangalia kwa details na pia kuonyesha one of the plain police na ambaye anasemekana huenda akawa amefanya kazi kwa Central Police Unit ama Central Police Station ambayo iko pale pande za Nairobi. Maneno yale ambaye yamezungumziwa na mambo kadha wa kadha. Lakini sasa kidogo ni kwamba ile jambo limeleta gumzo kali tena sana. Hasa hapo jana kwenye bunge la kitaifa, wabunge wakichua hisia tofauti na kutaka kujua jinsi ambavyo hao watu wa BBC walivyofanya hii shule yote. Na ni kwamba wengi wa wabunge walionyesha kutoridhishwa kwao kwa ile video na wakasema huenda ni video ya uchochezi. And we understand, Mr. Speaker, even in media, that the BBC is funded by taxpayers' money in Britain, meaning that BBC is funded to push the foreign agenda of the British people internationally, Mr. Speaker. And so we must know, is BBC speaking as a mouthpiece of the government and the people of Britain, or what is it that the BBC is doing? Could it be an attempt to twist this country so that they can rescind on the rider that we put on their training of the Batuk units in Kenya, Mr. Speaker, and perpetuate a history of extractive economy, oppressive economy, and exploitative economy in a very unfair trade balance between Kenya and the UK. These people, I don't know what their intention is. Their intention could be fuel more harm and whatever. I don't know what their intention is. But from the young people that have spoken, it has actually created more anger. We are taking them back to the path that they would rather not walk again. But they are walking it. And we don't know at what point somebody else will fuel it again. You can't stop the media. Somebody else will fuel that anger again. Sasa hivi leo kumetokea jambo lingine ambalo linaonekana maybe inaweza kuwa imechochua pia na yale maneno. Na ni kwamba mahakama leo imetoa maamuzi makali tena sana kuhusiana na mambo ya maandamano, huku ikisema High Court orders all the police officers deployed to ensure order in any assembly, demonstration or picketing must be in uniform and no hiding faces. Ni kwamba wale wanapolisi wote ambao wamewekwa pale kukinga bunge lolote ile, iwe ni akaunti ya kitaifa ama ya seneti, wakisha kwamba wako na uniform na wajajifunga uso. Kumbuka kwamba wale askari wengi waliokuwa wanaonyeshwa pale kwenye ile video, wengi walikuwa wanaonyesha wakiwa wameficha uso wao. Lakini pia kumekuwa na idhini nyingine ambayo imetolewa na High Court ambayo imesema kwamba kufanya maandamano katika jiji la Nairobi ni hatia, yani ni kinyume sana na sheria, huku ikiwapa shilingi milioni 2.2 wale wote waliokuwa wametoa
hombi la mambo ya maandamano katika mahakama hiyo kuhusiana na mambo ya maandamano. Lakini sasa ni jambo nzima ambalo wengi wanataka kujua, mbona ikawa hivyo, mbona ikawa ndivyo sivyo. Ni jambo ambalo pia sisi tunaendelea kuangazia, na pindi tu tukapojua mbona maneno kama haya yanaendelea kufanya, tutakuwa tunachanganua, tutakuwa tunatafuta uchanganuzi kiasi ili tuweze kuzungumza na kuliangalia hili jambo kwa undani tena sana. Keep it tuned to Newsbreak Kenya. Bye bye for now.